Hello, wewe ni mtumiaji wa Facebook. Umeanza kulipwa. Yaani kwamba una uwezo wa kuanza kuingiza pesa kupitia akaunti yako. Lakini haujui namna gani sahihi ambayo itakusaidia wewe kuweza kutoa zile pesa utakazokuwa umeziingiza kwenye akaunti yako kutoka katika Facebook kwenda katika njia ya malipo. Kwa maana ya kwamba labda PayPal au banki account. Sasa yafuatayo ni mambo muhimu ambayo unatakiwa uzingatie ili pesa iweze kutoka katika akaunti yako ya Facebook kwenda katika akaunti ya malipo. Sasa cha kwanza kabisa uwe na akaunti ya malipo. Kama unavyojua Facebook kuanza kulipa lazima uwe na akaunti yako ya malipo. Kwa mfano hapa tunaangalia kama PayPal. Pia kuna bank account. Japo kwa PayPal inakuwa ni ngumu sana. Watu wengi wanapata changamoto sana kuzingatia kwamba njia hii inakuwa na changamoto yake. Kwa sababu unaweza kutoa pesa kutoka Facebook kwenda katika PayPal, lakini makato kama makubwa kutoka katika PayPal kwenda katika bank account au mitandao ya simu kama vile M-Pesa. Sawa? Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana. Lakini njia rahisi ni bank, kwa maana kwamba unaitoa pesa yako kutoka Facebook unaipeleka bank, then kutoka bank unaitoa. Sasa inabidi uwe na account ya malipo. Cha pili ni uthibitisho wa utambulisho wako. Yaani lazima utambulike wewe ni nani, ndipo Facebook waanze kukulipa pesa. Kingine ni fikia kiwango cha malipo. Kama unavyojua, huwezi kutoa pesa ikiwa chini ya kiwango cha malipo ya Facebook. Facebook wameweka standard ya malipo ya kiasi cha dola 100 tu ambayo unaweza kuitoa kwa mwezi wa malipo ya Facebook. Sasa kama pesa yako ipo chini ya dola 100, hapa hauwezi kuitoa pesa kutoka katika akaunti yako ya Facebook na kuipeleka katika bank account. Kingine ni timiza masharti ya monetization. Sasa ili ulipwe na uanze kuingiza pesa katika akaunti yako ya Facebook, lazima uwe umetimiza masharti ya monetization. Na kama umetimiza, basi uko eligible kutoa pesa yako utakayokuwa umeingiza. Kipengele kingine ni tax information, kwa maana ya kwamba taarifa za kodi. Hizi ni muhimu sana. Na bila hizi huwezi kutoa pesa yako. Kingine ni kuhakikisha kwamba hauna onyo au restriction, kwa maana nyingine, kwamba hauna kizuizi katika utoaji wa pesa yako, kwa sababu unakuwa umeshatimiza kila sharti na kila vigezo. Na kingine ni muda wa malipo. Kama unavyofahamu ya kwamba Facebook ni kama platform nyingine kama vile YouTube, kwamba huwa wanatoa pesa kutokana na muda fulani. Sio kwamba unapojisikia kutoa pesa ndipo unaweza kupewa, hapana. Huwa wanatoa pesa baada ya mwezi, yani mwezi mmoja, kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 30. Sasa hapa unabidi uzingatie vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa, hakikisha una taarifa zako za kibenki. Kwa maana ya kwamba una details za bank kama vile account number na kitu kingine kinaitwa Swift code. Swift code kitakusaidia wewe kuweza kupata pesa yako, kwa sababu hii inakuwa ni international wire transfer. Hii inaweza ikakuruhusu wewe kufanya muamala wako kutoka katika nchi moja kwenda nyingine au katika taifa moja kwenda taifa jingine na kimataifa zaidi. Swift code ndio inayotambulisha benki yako na be located wapi. Kwa maana kila benki inakuwa ina Swift code. Ile Swift code inamaanisha kwamba benki yako inapatikana sehemu gani na ni njia gani rahisi ya kuweza kufanya muamala kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kuthibitisha utambulisho. Hapa kuna vitu vya kuzingatia. Aidha uwe nacho kimoja ya hivi vitu ninavyohitaji. Cha kwanza uwe na National ID, kwa maana ya kwamba una NIDA. Kwa hapa Tanzania tunasema NIDA. Sasa ukiwa na NIDA itakusaidia kwa sababu itakutambulisha wewe ni raia kutoka nchi ya Tanzania. Kwa Facebook watatambua kwamba huyu ni raia wa Tanzania. Au usipokuwa na NIDA uwe na driving license, uwe na leseni ya udereva. Leseni ya udereva itakusaidia sasa wewe pia kutambuliwa, kwa sababu ile inatambulisha wewe ni dereva kutoka taifa gani, Tanzania. Maybe located Tanzania. Kitu kingine kabisa ni passport. Kama unavyotambua kwamba passport ni njia moja wapo ambayo inaweza kukutambulisha wewe ni raia wa nchi gani au unatoka sehemu gani, unaenda sehemu gani. Kwa hii pia inatumiwa na Facebook katika kulipa au mtu kuweza kutoa pesa kutoka Facebook kwenda katika akaunti yake ya kawaida. Kingine ni kiwango cha malipo kama nilivyosema. Katika malipo hapa nazingatia kwamba uwe na dola 100 kuendelea ndipo utaweza kutoa pesa kutoka katika akaunti yako ya Facebook na kwenda katika akaunti ya malipo. Maybe ndio hiyo bank. Kwa hiyo hivi ndio vitu vya kuzingatia, lakini pia hakikisha una tax ID information. Una taarifa za kodi. Kwa hapa kama tuna TIN number ile copy ya TIN number unakuwa nao unajaza pale TIN number.
Hii ni muhimu sana kwa sababu ina taarifa zako zote za ulipaji wa kodi. Kwa sababu unavyojua platform za sasa hivi ili ziweze kuingizia pesa lazima zipananishe mambo ya kodi. Kwa lazima wakate kiasi serikali na wewe pia wakupe kiasi chako. Kwa hiyo hivi vitu ni muhimu sana katika kuweza kupata pesa yako kutoka Facebook kwenda katika mtandao wako ambao unaotumia, kwa maana ya kwamba ni bank. Lakini angalizo, hakikisha majina yanafanana katika nyaraka zako zote, kwa upande wa benki, kwa upande wa Facebook, kwa upande wa na vitambulisho. Yani vitambulisho vyako vyote majina yao yanaendana, kwamba usio umekosea hata herufi moja, kwa sababu endapo ukikosea ndipo pesa yako ina delay, kwa unakuwa huwezi kuitoa ile pesa. Asante kwa kunisikiliza. Naomba usisahau kusubscribe, kutana na notification na utoe comment endapo unapata changamoto. Pia nitakuja kwa video nyingine kukuelekeza namna gani unaweza kutatua tatizo hilo linalokusumbua. Asante.